Kwa miaka mingi kaunti ya Tana River imekuwa kwenye vita vya kila mara dhidi ya majanga, hasa mafuriko yanayotokana na kujaa kwa mto Tana. Lakini ukweli wa sasa ni mkali zaidi. Hatari haziji peke yake. Ukame wa muda mrefu, milipuko ya magonjwa ya mifugo, upepo mkali na migogoro baina ya binadamu na wanyamapori, vyote kwa pamoja vinaendelea kulemaza maisha ya mwananchi. Timeline for every message or timeline for general timeline for establishment of the number of. Katikati ya changamoto hizi, wadau mbalimbali wamekutana kwa siku 5 mtawalia kuweka historia mpya, kubadilisha mkakati wa mawasiliano na tahadhari ya mapema ili usilenge mafuriko pekee, bali ujumuishe majanga yote. Mchakato huu umewezeshwa na shirika la Msalaba Mwekundu kushirikiana na kitengo cha usimamizi wa majanga cha kaunti ya Tana River, NDMA, na idara mbalimbali za serikali. Mtaalamu wa mawasiliano kutoka taasisi ya Kipra anaelezea msingi wa kitaalamu wa mabadiliko haya na sababu za kupanua wigo wa mkakati huu. My name is Mohamed Noor Abdi. I'm a communication specialist. In a nutshell, this particular communication strategy is covering the whole disaster situation within the county, and the team is basically here to review a previous strategy that was previously focusing on floods only, but this particular one is multi-hazard in terms of its focus. The reason as to why this particular strategy is being reviewed and also being broadened to cover all the hazards is to strengthen issues of early warning, preparedness and also response to disasters within the county. Kwa upande wa serikali ya kaunti, mfumo huu mpya unaonekana kama nguzo muhimu ya kuunganisha idara zote za kutambua majanga yaliyosaulika awali. Mkurugenzi wa mawasiliano katika ofisi ya gavana Bwana Daniel Nyasi anafafanua zaidi. Wananchi ama waathirika wataweza kupata habari mapema na habari za usahihi za uhakika ili kuweza kujipanga katika hali ya kuepuka haya majanga. Na lengo kuu haswa ni kupunguza ile athari ya hayo majanga. Ile mipango ya mawasiliano ya zamani ilikuwa inahusu tu sana sana mafuriko katika mto Tana. Lakini hii ya sasa tumeangalia vipengee mbalimbali. Kuna mafuriko, kuna ukame, kuna magonjwa, na vile vile katika mipango ya mawasiliano ya zamani kulikuwa na unyonge fulani, kwa sababu kulikuwa hakuna mtu maalum ambaye amewekwa na kaunti, kwa mfano kutoa habari za mara kwa mara kwa wanahabari ama kwa vyombo vya habari. Mbali na idara za serikali, mchakato huu umepewa uzito wa kipekee kwa kuwajumuisha wanahabari wanawake ili kuzingatia misingi ya kijinsia wakati wa majanga. Mwanahabari Margaret Thoya anaelezea hisia zake kuhusu fursa hii. Kujumuishwa katika kikao hiki kinachojadili majanga yanayokumba kaunti yetu ya Tana River kama mwanahabari wa kike ni jambo la muhimu sana, manake wengi wa waathiriwa wa majanga hayo huwa ni wanawake. So mimi kupata ujumbe ama kupata nafasi ya kujumuishwa katika kikao hiki kinanipa nafasi ya kupata kueleza baadhi ya changamoto ambazo wanawake wanapitia. Katika kufikisha taarifa hizi za tahadhari kwa mwananchi wa kawaida, redio za kijamii zinasalia kuwa daraja kuu. Bwana John Green anaelezea mchango wa wanahabari na vyombo vya habari katika kufanikisha mpango huu. Tumeweza kuchangia pakubwa kama local media houses hii shughuli ya kutengeneza communication strategic plan ya multi hazards. Kwa muda mrefu tumekuwa tukihisi kama local media houses wametengwa kwa shughuli ambazo zinaweza kuchangia hasa decision making katika county level, lakini hii platform ambayo tumepata imetusaidia sana kutoa maoni yetu. Tumeweza kurealize kuna gaps ambazo zina exist katika communication. Kwa mfano zile advisories za weather zikitoka za hali ya hewa, unaweza kuona saa zingine zinakuja katika lugha ambayo ni ngumu sana kwa mwananchi wa kawaida kuelewa. Kwa hiyo tumeweza kutoa contribution yetu kwamba ni muhimu sana kukuwa na tafsiri ya hizi terminologies ambazo zinaletwa kwetu na expert ambazo zinaangazia mambo ya hali ya hewa. Warsha hii ya siku 5 inapokamilika, matumaini ni makubwa kwamba mkakati huu mpya utaleta mbadala wa kweli katika kulinda maisha na mali za wananchi.
Lakini huku tukiwa kwenye matayarisho na matarajio ya El Nino na majanga mengine, swali kuu linabaki: je, mfumo huu mpya utafanikiwa kuyafikia maeneo ya ndani, haswa vijijini, kuokoa maisha kabla ya mvua hizi na majanga yajayo kupiga? Makala haya ya mbinu mpya kukabiliana na majanga imeletwa kwako na Vox Radio na kutayarishwa nami Kula Nzomo.